Yes. Pale kileleni. Sijui kama unajua hiyo wimbo. I don't know if you know that song. Na ningekuomba na wewe ujue hiyo wimbo. And I will take it upon myself to know that song. Sababu pale kilele. Because they top there at the summit. Kwa sababu Yesu ananigoja. Because Jesus is there waiting for me. Na akiwa ananigoja, and while he's there, ananigoja nimalize tukiwa pamoja na yeye. He wants us to finish both of us. Sababu ukiwa hutamaliza ukiwa pamoja na yeye, because if you would finish with Jesus, najua uko upande huo mwingine unangojewa. Then you are being waited on the other side by Satan. Na tuko hapa katika church, and we are here in church. Tumekusanyika mahali hapa. We have gathered here today kwa sababu Yesu anataka tujue kuna kilele. Because Jesus wants us to know that there is a summit. Na tukiwa hapa katika ulimwengu huu, and when we are on this earth, changamoto nyingi, we have very many challenges. Hata wewe ukijiangalia changamoto nyingi, we also have very many challenges this day. Ni kwa sababu lazima meli ikiwa katika baharini kuna mawimbi. Because when the ship is on the ocean, there are very many waves which come. Ukiangalia hata Yesu ilifika wakati mmoja, it doesn't reach a time when Yesu wanafunzi wake, Jesus together with his disciples, wakiwa katika marekambo, and when they were sailing in their ship, yeye mwenyewe wao wenyewe mawimbi yalikuwa makali sana. There was a great storm. Na wakati hiyo ilikuwa inaendelea, and while the storms hit that ship, ukiangalia hawa watu iliwapasa waseme gomanioka. They were there wailing and claiming that the devil has come. Watu wengi hawajafika kilele. Very many people have not yet reached the summit. Lakini nataka tuangalie in the book of John, that is John chapter 6. I want us to read from the book of John. Nataka tuangalie from verses 16, that is 6:16. This is the book of John chapter 6 verse 16. Nataka uangalie vizuri. I want all of us to read. Sababu tukilisoma najua tutapata jawabu. Because once we read, we will be able to get a solution. Nataka tuangalie haya, tusomewe ndio tuelewe. Let us read John 6 verse 16. And the Bible tells us, when evening came, the disciples went down to the sea, got into a boat, and started across the sea to Capernaum. It was now dark, and Jesus had not yet come to them. The sea became rough because a strong wind was blowing. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and coming near the boat, and they were frightened. But he said to them, "It is I, do not be afraid." 21. Then they were glad to take him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going. 22. Amen. Amen. Nataka tusome tena Mark 6. Nataka tusome na hii fashion iko karibu. Let us read from the book of Mark 6:47. Nataka tusome na hii fashion. I want us to read Mark 6:47 with the Amplified Version. And I will read as the Bible says. Now, when evening had come, the boat was out in the middle of the lake, and he was by himself on the land. And having seen that they were troubled and tormented in their rowing, for the wind was against them, about the 4th watch of the night, between 3 to 6 a.m., he came to them, walking directly on the sea, and he acted as if he meant to pass by them. 49. But when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost, and they raised a shriek of terror. Verse 50. And for they all saw him, and they were agitated, troubled, and filled with fear. But immediately he talked with them and said, Take heart, I am. Stop being alarmed and afraid. And he went up with them to the boat, and the wind ceased, sank to rest,
as if it was exhausted by its own beating, and they were astonished exceedingly beyond measure. Amen. Amen. Tuko wakati huu, We are during this time. Wakati changamoto na mawimbi pengine ni makali. This is a time where maybe the storms and the winds are the storm and the wind is quite huge. Ukiangalia wakati huu watu wengine wamekosa imani. At this moment in time, many of us have lacked faith in God. Kwa sababu tu moja, hawajui wanaitanishwa na nani. Just because of one reason, because they don't know whom they are associated with. Ukijua unaitanishwa na nani, if you know the one that you are associated with, wewe utakuwa imara. Then you will be able to stand firm. Lakini ukiangalia the situation, lakini ukiangalia yale mambo ambayo yanatokea hivi sasa, ukiangalia mambo ni mengi. We have things which are happening, which are quite many. Ukiangalia wanafunzi waliwachana na Bwana Yesu, Yesu akawachwa uko ground na wao wakaingia marikabu wakaanza safari. And Jesus made goodbye to the disciples, and the disciples were able to sail on their ship. Wakiwa njiani, and while on the way, mawimbi yakawa makali, and there was a great storm and a great wind. Kwa hivyo imani yao, their faith, hata yule Yesu walikuwa anawahubiria, nguvu zao zikaisha. Even the Jesus that they were preaching about, they were not able to stand firm on their faith. Ukiangalia wakati huu watu wengi ambao hawana msimamo wamekosa nguvu. When you look at many people right now, those who don't have their stand, kwa sababu Yesu aliwaasha because Jesus left the disciples waende, na walijua wako na marikebu, and he knew that they were sailing on a ship. Wakati wakiwa kule, mawimbi ya kati yalikuwa makali, and when the wind and the storms strike them, wao ile shida iliwaingia ni hofu, and they were greatly astonished. Ukiangalia ile hofu walikuwa naye, when you look at how troubled they were, wao wenyewe imani yao haikuwa pamoja na wao, and their faith departed away from them. Sababu ukiangalia Yesu naye akajua wamesoka. And Jesus knew very well that they had gone some few miles ahead. Yesu akaingia kwa maji, and Jesus walked on water. Wakati aliingia kwa maji, Yesu anatembea juu ya maji, and he started walking on water. Wakati waliona mtu, yeye kazi yake yeye ni anakuja kwa wao, and when they saw someone walking on water, wao wenyewe walijua time yao ya kuondoka ulimwengu imefika. They knew that their time had already elapsed. Kwa hivyo wakati aliona, walipiga mayowe, and the disciples were there wailing, "Gomanioka, that the devil has come for us." Ukiangalia huyu mtu ambaye hata wewe huna msimamo, uko na changamoto. If you don't have that firm stand, then you will encounter very many challenges. Ukiangalia Biblia inaniambia ile book of Amos ati hakuna jambo litakuja sitaki tusome, tumesoma sana. When you read the book of Amos, we find that there is nothing which will come without God notifying his people. Lakini kwa sababu mimi nililala, but because I fell asleep, mimi kwa hivyo nikiona yule mtu anakuja kunimaliza. Whenever I see that other person, I perceive him as the devil. Na wakamuona Yesu na wakapiga mayowe. And they were there and they saw Jesus and they thought that he was a ghost. Wewe mtu wakazi anapiga mayowe, anakuwa na kitu kingine amebakisha. What goes around your mind when you are wailing? Ukiangalia hakuna kitu unabakisha. There's nothing else which is remaining within you. Wewe umeona siku zako zimefika. And truly you are acknowledging that that is your day to die. Yesu mwenyewe himself akawakaribia. Yule walikuwa wanafikiria huyo ndio naona anakuja kuwaua. Wao wenyewe na kelele zao akawaambia ni mimi. And Jesus told them, I am. Haya. Wakamwambia Yesu, ingia. Amen. And they wanted Jesus to sail together with them. Pigia Yesu makofi. Clap for Jesus. Wewe na wewe tuko na wewe. We are with you here today.
Na tukiwa na wewe, and while we are with you here, ukiangalia mawimbi ni mengi ambayo imekuja. We have very many storms. Lakini ikija, wewe ukumbuki ati una mwenyewe. But you don't remember that you have your owner. Ukiangalia watu wengi hawajui wako na mwenyewe. Very many people don't even know their maker or associate themselves with their maker. Ukiangalia wanafunzi hawakujua wako na mwenyewe. The disciples did not know that they have their owner. Hata hawakuelewa. They did not even understand. Wewe nayo ukikutana na changamoto fulani, whenever you encounter a challenge, wewe unaanza kupiga na kutafuta njia zako za kujisaidia. You go and seek for your own means to help yourself. Na wakati unaenda kutafuta hizo njia, and when you go to seek there, you have very many ways, unajikuta unanaziwa kule, and you find yourself strange or ensnared in other things. Sababu hiyo ndio maisha ya siku hizi iko, kwa sababu hatuna tumaini. Because that is the trend of today, because we have no faith in God. Ukiangalia in the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 19, when we read the book of 1 Corinthians 6:19, nataka uangalie vizuri. What all of us to read. Je, tukiendelea ujue kama wewe ni wa Yesu au wewe uko upande gani. I want you to know the side that you are dwelling on today. Yes. I want us to read from the book of 1 Corinthians chapter 6 verses 19, and I will read as the Bible tells us. For neither circumcision counts for anything. 6:19. Sorry, that is 7. 6:19. The 1 Corinthians 6:19, the Bible tells us. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have received from God? For you are not on your own, for you are bought with a price. So glorify God in your body. Amen. Amen. Ukiangalia wakati kama huu, changamoto ni nyingi. We have very many challenges at this point in time. Na zikiwa nyingi, and because the challenges are many, wewe hutajua hata uko na mwenyewe. You have not yet understood that you have your owner or your maker. Kwa sababu kama una mwenyewe, because if truly you have your own maker, unajua changamoto zako zote unaelekeza kwa mwenyewe. You know that every challenge which I'm facing, I take it to God. Brother Joroge akatuambia lile jambo. Ibrahimu alijitengenezea njia. We were took here by Pastor Joroge in the morning. Lakini yote hiyo njia unajitengenezea iko na changamoto. But the way which I tend to find for myself is quite difficult. No, Brother Kinodia ndiye alituambia hivyo. Yes, Pastor Kinodia. Haya, sasa mimi niko na yule ambaye alileta ulimwengu huu. I have my own maker who brought me to this world. Yeye ananijua. He knows me well. He knows my starting point. Na hata mahali nitamalizia. And also my end point. Lakini mimi mwenyewe nina mawazo kama hii ilikuta hawa wanafunzi wa Yesu. But I tend to have such negative thoughts which the disciples encounter. Unakiangalia mahali walikuwa, walijua hawana usaidizi, ile kitu itawaokoa ni huu. And they knew that whatever will save them is only their screams and their wings. Watu wengi tumejitengenezea njia. Very many of us have devised our own ways. Ukiangalia in the book of Luke chapter 9, the book of Luke chapter 9, Luke 9 verse 50, angalia vizuri. Luke, angalia this Luke 9. 50, angalia vizuri. Nataka mahali, ngoja nikwambie haraka kwa sababu kuna kitu nataka tuelewe leo. 51. I want us to read from the book of Luke chapter 9 from verse 51, and the Bible tells us. Luke 9:51. And when the days drew near for him to be taken up, he set his face to go to Jerusalem. 52. And he sent messengers ahead of him, who went out, entered a village of the Samaritans to make preparations for him. 53.
but the people did not receive him, because his face was set towards Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw it, they said, Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them? 55. But he turned and rebuked them, and they went on into the other village. Amen. Amen. Ukweli hawa Yesu mwenyewe, Jesus himself, yeye alikuwa mawazo yake ilikuwa inaelekea Yerusalemu. And Jesus had set his face towards Jerusalem. Kwa hivyo naye wanafunzi walikuwa waingie Samaria watengeneze mambo yao. And the disciples were to go to that village of the Samaritans to be able to set up a place. Wakati wale wa Samaria walikataa kuwasikiza, and when the Samaritans refused to listen to the disciples, wao wakasema, Bwana Yesu, situitite moto imalize hawa. And they asked Jesus, can we call for fire to come and consume these people? Yesu akawaambia, nyinyi hamjui ile roho mko nayo. And Jesus told them that they do not even perceive their thoughts in their hearts. Waleo ukiangalia neno la Mungu kuna mahali linakuelekeza. Today the word of God wants me to follow a certain path. Na wakati unaambiwa kupitia njia hii, and whenever I'm being told to follow a certain way, mimi sitaki hiyo njia. I don't want to follow that way. Ukiangalia wanafunzi hawa hawakutaka. Yesu mawazo yake iko Yerusalemu, haiko huko pengine. Jesus had set his thoughts and face towards Jerusalem. Ukiangalia waleo, mimi ni muombaji. When you look at the situation today, yes, I am a prayerful person. Na nikiwa muombaji, and being a prayerful person, mimi nakuanga na second thought. I have a second thought when it comes to everything. Kwa sababu mimi hata nikiambiwa omba, because when I'm told to pray, kama nina jambo fulani, if I have anything ninataka kwa huyo Mungu, if I have anything that I want from God, ukiangalia mawazo ni mawili. I have two kind of thoughts. Mungu nisaidie. God help me. Mawazo hiyo ingine on the other side inaniambia mahali mimi nitasaidika. On the other side, my mind tells me that I may get my help from somewhere else or from somebody else. Sisi ni waombaji wa leo. Yes, we are prayerful today. Na tukiwa waombaji, and being prayerful people, nataka nikupeleke mahali. I want to take you to a word. Hagai. That is the book of Haggai. Nataka nikupeleke mahali pale. I want to take you to the book of Haggai in the Old Testament. Ndio sasa tuangalie tuko upande gani, so that you may be able to know on which side we are today. Kwa sababu tunajua tunajua kuliko Biblia, because we tend to know a lot what the Bible says. Biblia inasemaje? This is the book of Haggai. 2:8. I want us to read Haggai chapter 2 verse 8, and I will read as the Bible says. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. The latter glory of his house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. Haya, nataka twende chapter 11, that is Luke. Nataka tusonge. Let us go to Luke 11 verse 9. Verse 9. Luke 11 verse 9. I want us to read the book of Luke 11 verse 9. Nimeshikanisha yote, nataka kuangalia ikiwa zote pamoja. I want us to reflect on those two verses together. And I will read the book of Luke 11:9. I want us to read as the Bible tells us. And I tell you, ask and it will be given to you. And I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened for you. Verse 10. For everyone who asks, he receives. And the one who seeks finds, and the one who knocks, with the door will be opened. Verse 11. Verse 11 of Luke. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? And if he asks for an egg, will he give him a scorpion? Amen. Amen. Hiyo ni maandiko ya kitabu cha Mungu. That is the word of God according to the Bible. Kama wewe unajua mwenye wewe si wewe,
If you truly know that you are not on your own, kwa sababu kama wewe ukijua wewe ni wa huyo Mungu, mambo ni tofauti. If you truly understand that you belong to God, then things will be different. Sababu mtu wa Mungu husikia neno la Mungu, because a person from God listens to his words. Ukiangalia hawa ni watu, these are people, na wakati wanaitwa watu, and because they are human beings, ukiangalia mwenye mimi kama mimi ni wa huyo, if I truly belong to that owner of mine, pigia Yesu makofi. Clap for Jesus. Yesu anaelekea Yerusalemu. Jesus is going towards Jerusalem. Wanafunzi wanaenda Samaria, and the disciples are heading to Samaria. Ujue wako mawazo moja, and these people truly the same spirit. Haya, nami nimewaambiwa vizuri, gold and silver belongs to my Father. Haggai 2:8 says that all the gold and silver belongs to God. Na mtu wa Mungu husikia neno la Mungu, and the person of God listens to the word and saying of God. Yesu akaendelea kusimamia neno. And Jesus was there standing and preaching the word of God. Akasema omba, and he said, you need to ask, utapewa, and it will be given to you. Kama huyo ni Yesu ambaye mimi ni mfuasi wake, if truly I am a follower of Jesus Christ, na tena nimesikia mashauri ya Mungu wangu ati fedha na dhahabu ni zake, and I have truly listened to the advice from God that gold and silver belongs to him. Ukweli kama mimi nasikia neno la Mungu, nitakubaliana na Mungu. If I truly listen and agree with the word of God, then I will agree with God himself. Lakini ikiwa mimi hatuelewani, but if I'm not in right standing with my Father, kwa hivyo mimi niko na mawazo mengine, then I have another type of thought. Mahali nitajua nitapata usaidizi wangu, wherever I will go to seek for help. Ukiangalia sisi ni wale watu tunajua mtu akigojeka, we truly know that whenever you fall sick, tunaomba, we know that you pray, alafu kesho dakika hiyo ingine tunaenda kuona daktari. Tunaambiana hivyo. The other minute we will go and see a medical practitioner. Kwa hivyo mimi ukiniangalia, mimi siko huko, I am not on that side, kwa sababu mimi nimeambiwa ni Yesu omba, because we have been told by Jesus to ask, na utape, and it will be given to us. Na hakuna mtoto anayesaitisha baba yake mkate akapewa jiwe. And there is no son who will ask for fish from his father and be given a serpent. Sasa mimi ni mtu wako na mawazo mawili. I have two type of thoughts. Mawazo mawili ni kumaanisha namna gani? And what do I mean? Mimi hata nikigojeka ninajua, whenever I fall sick, tunaombea hapo nyumbani, we know that we will pray here, alafu tunaenda tunamuona daktari. Then the other minute I will go and see a doctor. Wewe unajua hivyo, and that is what I know. Na hakuna mtu anakuondoa pale, and there is no one who will tell you not to do that. Lakini Yesu anasema hakuna mtu anaweza itisha baba yake mkate akapewa jiwe. And there is no son who will ask for bread from his father and be given a stone in return. Haya, mimi nikiomba, whenever I pray, mimi tuko wawili, we are two of us. Ukiangalia Ephesians ilikuwa inatuambia tulikuwa wawili. When you read the book of Ephesians, we are talking about two people. That is 4:21. Sitaki usome masaa yote. You read it at your time. Tulikuwa wawili, mimi na nani? Mimi na Satan. We were two, I and Satan. Nikiwa mimi na Satan, ujue kila wakati mimi niko na mawazo mangapi? We need to understand that we have two types of thoughts every time. Na ukituangalia, either ujiunge na mmoja ukataana na yule mwingine, au muelewane na hao wote wawili. It is either you join the side of Satan or stand with God. Mimi nimeambiwa fedha ni za baba yangu. I've been told that gold and silver belongs to God. Kwa hivyo, hebu niangalie mawazo yako iko upande baba yako na kitu au hana kitu. Where are my thoughts inclined? Does our father has anything? Kama mimi wa mwenyewe lazima nielewe fedha na dhahabu ni za baba yangu.
if my thoughts are inclined on the positive side, I need to know that gold and silver belongs to God. Nataka uniangalie ile maandiko inasema, sijui ni Luke 17:20, utaniangalia ile inasema wakati Yesu aliambiwa walipe kodi. Ida Matthew 17 au Luke 17, angalia mahali utaipata. Yes, angalia, sababu najua lazima aliitishwa. Yeye Peter alimwambia tunaitishwa kodi hapa. Yes, afanye nini? Wewe angalia mahali, angalia mahali utaipata. Ida Luke au Matthew. Uangalie mahali utaipata. Ukipata mahali, sikumbuki ni wapi, lakini iko huko tu, hiyo sehemu zote mbili, either Luke au Matthew, mahali utaipata, na tutafurahia sana ukiipata. Alikuwa anaitishwa, alikuwa alipe kodi. Gani? 17, 20, 24, yes, tusomee huko. Let us read Matthew 17, verse 24. And when they came to Capernaum, the collectors of a tax went up to Peter and said, Does your teacher not pay the tax? He said, Yes. And when he came into the house, Jesus spoke to him, first saying, What do you think, Simon? From whom do kings of the earth take toll or tax? From their sons or from others? 25. And when he said, From others, Jesus said to him, Then the sons are free. 27. However, not to give offense to them, go to the sea and cast a hook and take the first fish, then come and take the first fish that comes up, and when you open its mouth, you will find a shekel. Take that and give it to them for me and for yourself. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Mwenye wewe si wewe. I don't belong to my own. Wewe ni wa mwenyewe. You belong to your Father. Na kwa sababu wewe ni wa mwenyewe, and because you belong to your Father, angalia Yesu hakuwa na shida. Jesus did not have any issue with anyone. Kwa sababu wakati ilisemekana wastahili kulipa, and when it was said that they ought to pay taxes, Yesu mwenyewe alimtuma Peter. And Jesus sent Simon Peter, kwenda chukua hii, kwenda ingiza kwa maji, chukua ndoano ingiza kwa maji, ile samaki utashika kwanza. Go and hook a hook in the ocean, and the first fish that you catch, then you need to get a coin from there. Ufungue mdomo, you need to open it, utafuata shekeli, and you will find the shekel there. Ukiangalia mimi ni mtu wa Mungu. Yes, I claim that I belong to God. Lakini upande mwingine niko na mawazo yako. But on this other side, I have my own thoughts. Na ukiangalia in the book of is it First Kings, tuangalie vizuri. Nataka tusome na tuendelee tukishika vizuri. Ndio mimi nijue mimi kwetu ni wapi. Nataka tujue kwetu, hata na wewe ujue kwetu. First Kings 18:23-21. Angalia vizuri. Ndio hii mawazo. Yesu hakuwa na mawazo mbili kwenda huko. 23. 21. 18:21. I want us to read from the book of 1 Kings, chapter 18, verse 21. And I will read as the Bible is written. At 21, and the Bible tells us, And Elijah came near to the people and said, How long will you go limping between two different opinions? If the Lord is God, follow him, but if Baal, then follow him.
answer him a word. Then Elijah said to the people, I only and left a prophet of the Lord, but Baal's prophet are 450 men. And let 2 bulls be given to us, and let them choose 1 bull for themselves, and they cut it in pieces and lay it on the wood, but put no fire to it. And I will prepare the other bull and lay it on the wood, and put no fire to it. 24. And you call upon the name of your God, and I will call upon the name of the Lord, and my God who answers by fire, and the God who answers by fire, he is God. And all the people answered, It is well spoken. 25. Then Elijah said to the prophets of Baal, nataka twende hapo pole pole. I want us to go step by step. Kwa sababu tukikosa kwenda pole pole, mimi niko hapa naitwa majina yangu Julius. I'm here portraying and having my own names. Na nimesoma hawa watu, ninataka kuleta watu wa mawazo mawili. And I want us to distinguish between 2 different people who have different opinions. Na ndio unakuta hata ukiingia kwa church usifadhaike ukiona mtu akitusi. When you get to church, do not be dismayed. You see some other things. Tunaona hakuna mambo mengi. Because there is a person who has quite a number of thoughts. Amechanganyikiwa. Is busy thinking about very many things. Na mtu ambaye amechanganyikiwa, and someone who is confused, yeye mwenyewe kwa Yesu hasaidiki na kwa Mungu hasaidiki. Sijui the person cannot receive any assistance from God. Kwa sababu yeye Yesu anaelekea Yerusalemu, ukumbuke, because Jesus is going towards Jerusalem. Na hawa ni watu. These are people. Ukiangalia ilifika watu wakaona, Elisha akaona mambo yamezidi. Wakati aliona mambo yamezidi, akaomba. And Elijah prayed. Ati huko kwetu kusinyeshe mvua. That in this place we not get rain. Ukiangalia hata mwaka huu wengi, nafikiri tumeomboleza, tunalia, wengine tumeenda. Since the start of the year, we have encountered no rain. Tumeenda kwa waganga kunauliza kama kutanyesha. We have sought opinions from very many people on whether it will rain. Wahubiri tunawaendea. We have visited very many preachers. Lakini mwenye kuomba kuwe na jua alikuwa anaitwa Elijah. And Elijah was there praying that there may be sun and drought. Na wakati aliomba, yeye akajificha. And Elijah went into hiding. Ukiangalia Ahabu akawa hataki kusikia kuna mtu, ati ukimwambia hapo rudi nyuma kidogo, usikie aliambia wewe ndio unasumbua watu. Unajua mimi najua ni nani anisumbua. Kwenda kwa nyumba, ni nani ukusumbua? Wewe unasumbuliwa ni shetani au ni huyo mtu? You truly know who disturbs you. Uliza wasee, wanasumbuliwa ni nani? Wewe mama, hujui nani akusumbua kwa popo. Kila mtu anajua ni nani anamsumbua. We all know the person who disturbs you. Sasa, umefika hapo hivi kidogo, ni nyuma kidogo, kule mbele kidogo. Before 17. Answer 18. Let us drift to 18 so that we understand the 17. Let us read 17 so that we understand the context. Yes. When Ahab saw Elijah, Ahab said to him, Is it you traveler of Israel? And he answered, I have not traveled Israel, but you have, and your father's house, because you have abandoned the commandment of the Lord and followed the Baals. Now therefore, send and gather all Israel to me at Mount Carmel, and there are 50 prophets of Baal. Amen. Angalia, yule anasumbua Israeli ni nani? Ni Ahabu au ni Elijah? Lakini angalia wewe, kila mtu anajua kunyoshea wewe. We all know how to point fingers to the other person. Wewe ndio unaharibu mambo yangu. You are the one who is making my things to go very bad. Wewe ndio unaniletea kisirani. You are the one who brings me trouble. Ukienda kwa boma
manyumba utakuta ndio tuvita ni hii. Even in the homes, that is the fight. Naye yule Elijah ndio aliomba. And Elijah prayed. Ati kusiwe na mvua miaka 3 na miezi 6. And Elijah prayed for drought which will last 3.5 years. Wakati moja kulikuwa kiangazi, that is 1983, 84, 85 hapo. Kulikuwa na kiangazi. Back then there was drought. Kuna mtu wakati watu wanaomba, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa sijui Getonga. Amen. Wakati walikuwa wanakutana kule kwa Mungu, ikasemekana kule kwetu Nyeri kutakuwa na jua kali sana. And it was being said that back in Nyeri there will be a lot of sun. Wewe kama ni wakati huo, wakati kulisemekana kutakuwa jua, na wiki moja alikuwa ameambiwa ni Getonga ati kutakuwa. Huyo mtu akakupita kwetu akatwambia, unajua jua imetumwa wapi? Ni nani hutuma jua? Wewe unasema Mungu, wengine wanasema shetani. Ibilisi ama shetani. Ni ibilisi yametuletea hii jaa. Watu wamesomeshwa mambo mengine, sisi tukaomba. People have been taught very many things. Wakati tuliomba, and after we prayed, kwetu jaa ikaisha. And there was no famine in our place. Lakini huko upande huo mwingine wakuli ambaye hatukufikisha ujumbe upande wa Mwiga, wale wanatoa on the sides of Mwiga and the rest, nakwambia wao kwa jiwa likawaka there was a lot of sun, likamaliza kila kitu, and there was a lot of sun which scorched everything. Sisi kwetu tukaanza mvua ilikuwa inapitia kwetu, inakuja inanyesha. Kwa hivyo sisi tukawa na mafuno, tukawa na mambo mengi ambayo tulifanya. Leo today Elijah naye ndio huyo. This is Elijah. Ameomba. He has already prayed. Kuwe na kiangazi. He has already prayed that there may be drought in the land of Israel. Kwa hivyo wakati aliomba, hiyo ilifanyika. And it happened that way. Na Elijah naye kutoka wakati huo akitaka kuonekana asirudishe. Unajua ukiapa mbele za Mungu za fulani, simamia jambo hilo. Sasa yeye hakutaka kuonekana, alikuwa ndio analetewa nyama. Ukiangalia Elijah alikuwa wakati watu wale wengine wamamaliziwa kila kitu, yeye alikuwa anakula nyama. During that famine, Elijah was being fed by the ravens. Wakati alikuwa anakula nyama na maji yuko karibu hapa. And Elijah had access to food and water. Wewe hakuwa na shida. Elijah did not encounter any issue. Ukiangalia waleo wewe uko na changamoto. This moment in time I have a lot of challenges. Kwa sababu na wewe uko na mawazo mawili, because I have two different type of thoughts. Elijah akawa ndio mshukiwa mkuu ndio ameleta hii shida. And Elijah was the greatest suspect in Israel. Naye wakati aliambiwa ni Ahabu, wewe ndio mshukiwa mkuu, akamwambia ni wewe umeharibu, umefanya Mungu akasirika. And Elijah told Ahab that you are the one who is in the wrong. Kwa hivyo ilifanyikaje? And what happened? Tukaambiwa, Elijah akaambiwa sasa hatutaki kuongea mambo mengi. And Elijah wanted to differentiate between these two groups of people who had different opinions. Kulikuwa manabii wa Baal, you have the 450 prophets of Baal, na kuna Elijah mwenyewe, and Elijah himself, the prophet of God. Yeye akaambia tunataka tuchukue dume mbili, I want us to take up two bulls and slaughter and cut into pieces. Hata hawa manabii wa Baal, also on these prophets of Baal, wao hata na wao hawakukataa, and they said that it is well spoken, and they were in agreement. Ukiangalia kulikuwa wale watu wote walikuwa simu ambao walikuwa 450, hawa wengine wa Ashera walikuwa 400, and the prophets of Asherah were 400 in number. Ukiangalia manabii wa Baal ni wale wanajua kama wewe, and the 450 prophets of Baal are just like me. Sababu sasa tukiambiwa tuombee mgonjwa, sisi tutakubali. When you are told to pray for a sick person, we are ready. Lakini usilete kawete katatembea.
Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Si tunataka mtu ambaye anatembea. We want someone who is walking on his feet. Lakini ukiona kamekaa miguu hivi wewe And if you see a lame person, you start getting terrified. Basi hawa watu manabii wa Baali, The 450 prophets of Baal, wao wenyewe walikuwa wameona siku moja walikuwa watu wa Mungu wakageuzwa. one point in time they were prophets of God. Yes, lakini wakabadilishwa mawazo yao, But their thoughts were changed, wakawa wako mara mbili, and they had two thoughts. Pigia Yesu mawa. The love of Jesus. Walikuwa ukiangalia hakuna mtu anangojea miujiza akiwa hajaona miujiza. You cannot wait for miracles unless you have seen one. Wakaambiwa sasa, chinjeni ng'ombe yenu. The time has come for us to slaughter a bull. Na wakaichinja. Haya, soka mbele mahali walichinja. Walichinja. Let us continue from where we left. Hata leo ukiambiwa tujije, hata ukiambiwa tujije kwa ng'ombe unasema ndio, hiyo ni poa. Amen. Amen. Endelea. Let us read now verses 25 of the same book that we are reading. Then Elijah said to the prophet of Baal, choose for yourselves, choose for yourself one bull and prepare it fast. And for you are thirsty, for you are many, and call upon the name of your God, but put no fire to it. And they took the bull, and they took the bull that was given to them, and they prepared it, and called upon the name of God from morning until noon, saying, O Baal, answer us. But there was no voice, no answer, and no one answered them. And they troubled, and when they were hovering around the altar, and they had made 27. And at noon Elijah mocked them, saying, cry aloud, for he is a God. Cry aloud, for he is a God. Either he is relieving himself, or remisering upon himself, or he is on a long journey. Perhaps, or he is asleep and must be awakened. Amen. Hata na wewe tuko na wewe. Na tuko na wewe kwa church. We are with you today. Pigia Yesu makofi. Nataka Jesus. Yes. Hata wewe uko na ile mambo. Unajua hujajua. Wewe unakuanga divided. We don't understand that we are already divided. Kwa sababu wewe ni kubahatisha, unabahatisha. Because I'm there gambling. Sababu mtu wa kubahatisha. Ngoja. Tukigeinatea. Hata na wewe utaniambia vizuri. Tukigeinatea tweta buroni. Nagira Ngai witũ tũgĩkĩinatia ũgeni-inĩ ngurumo-inĩ cia Babuloni, twaikaraga thĩ tũkarĩra rĩrĩa twaririkana Sayuni, twathekagĩrĩrwo. Ngoja nikwambie tuko heri Babylon. Lakini ukiambiwa wewe uko Babylon, unaona kama unaambiwa vibaya. Many of us are in Babylon but don't want to accept. Uko na shida zako. I have my own problems and shortcomings. Lakini angalia hawa watu. I want you to look at these people. Hawa watu walijaribu njia zao zote. They tried their very many ways. They were there gambling on which side to follow. Naye pengine hapo usingizi. Maybe your God is asleep or is on a long journey. Pengine ametembea huko kwingine. Na pengine. Hata wewe unajua. Na wewe ulikuwa unaombea jambo linafanyika. Wa leo unapiga kelele. Na unapigia kelele umeshahalika
umeharibu maagano yako na Mungu. You have already broken the agreement with God. Kwa sababu mambo ni mawili. Either kama ni Mungu, ni Mungu. If it is God, let it be God. Kama ni bali, kaa huko vizuri. If it is Baal, let it also remain that it is Baal. Lakini hakuna wakati utakuwa kila wakati unaaibishwa. But you will not be embarrassed every time. Kwa sababu gani? Mimi ninasimama. Hata ukiangalia mimi msimamo wangu ni kwa nani? On where do I stand? Kwa sababu lazima uwe na msimamo moja. Because you must have that firm foundation. Kama ni Mungu, kuwa kwa Mungu. If it is God, let it be God. Angalia siku hizi, kwa sababu tuko na mawazo mawili. We have very many thoughts. Tumeangalia, tumeona kwa Mungu. Unajua ukija haribu agano lako na Mungu, Mungu haonekani tena. When you break that agreement with God, you don't see God anymore. Unakaa. Kwa hivyo kutoka hapo, changamoto ni kwako. And from there, the challenges start striking in. Ukiangalia dunia hii, wewe ninyi ambaye mko huko, si ati nyinyi ndio wa kwanza kupata watoto. You know the first ones, your children. Mimi niliangalia, nilikuwako. Amen. Amen. Na wakati nilikuwako, mimi sijapewa msaada na serikali. I have not received that assistance or relief from the government. Mimi sikutaka. Pigia Yesu makofi. Clap for Jesus. Mimi sikutaka basari ya serikali. I did not need any bursary from the government. Kwa sababu gani? And what is the reason? Sikuwa na mawazo mawili. Because I did not have two types of thoughts. Kwa sababu mimi nilijua watoto ni baraka. Because I knew that children are a blessing from God. Na baraka za Mungu andamani na huzuni. Pigia Yesu makofi. Clap for Jesus. Mimi nilijua na nilisimama na nikaambia yule rafiki yangu. Nikamwambia vizuri, msaada wa serikali hapana. I will not seek or assistance from the government. Basari hapana. I don't want a bursary. Na nikasimama. And I was there standing firm. Ukiangalia wa leo, huwezi kutofautisha mwokovu. You cannot be able to differentiate between a saved person. Si hata wewe mwingine unamjua. Yes. Wakati unatafuta msaada, whenever you are looking or seeking for help, wewe tumaini yako liko kwa yule unatafuta msaada kwake. My hope or my trust is on that person that I'm depending on. Angalia vizuri, ndio sasa hii maandiko ikusaidie au ikupoteze. I want you to understand today so that you may receive so that you may get help from this word. Kama ni Mungu, if it is God, let it remain to be God. Kama ni uko kwingine, if it is Satan, let it also remain that it is Satan. Ile upande unaoegemea wewe, either side that I choose, hiyo ndio yako. Hiyo ndio yako. That is my source of help. Na huyo ndio Mungu wako. And that is my God. Lakini kama Mungu wako ni yule alimtuma, alimwambia, ukiangalia Yesu alimwambia Peter, chukua ndoano, pata ile samaki, fungua kinywa, pata nini? Pata shekeli. But if your God is like a Jesus who sent Peter to the sea and get a shekel from a fish, hiyo Mungu mwenyewe ndio ako, wewe awe na answer yako. God himself is the one who has my answer. Lakini ikiwa wewe huko upande wa Mungu, mawazo yako, wewe unataka kwenda Samaria na Yesu anaenda Yerusalemu. Mtawataka on God's side, I want to go to Samaria, but Jesus is heading to Jerusalem. Ukiangalia Biblia inatuambia mahali roho yako iko, wherever your heart is, utajiri wako huko pale. That is where your richness is. Ukiwa unaona utasaidiwa ni mtu, if you see that truly a person is your source of help,
ukiangalia huyo ndio Mungu wako. That is your God. Lakini kwa mdomo wewe unakiri Yesu kama hao watu wa mbali. But when it comes to testimonies, I say that I belong to Jesus and I'm saved. Na uangalie sisi wengi tunahangaika kwa sababu hatuna msimamo. We are here having a lot of problems because we don't have that firm foundation. Hatuna tumaini na Yesu wetu. We do not hope or dwell in Jesus Christ. Kwa sababu tukiwa na utumaini na huyo Yesu wetu tutakufia pale. Because if truly our faith is in Jesus, we will die there. Kwa sababu atakuta mawazo yako hayumbayumbi. Because I will have one type of thoughts. Kwa sababu ikiwa mawazo yako sasa ni wapi? Sasa nianze wapi? I don't know on which side to go because I have different types of thoughts. Ukiangalia Yesu aliambia wanafunzi wake msitambike na msijibue moyoni. Do not be anxious about anything or do not be dismayed. Kwa hivyo sasa angalia msukasuko umekuja. Mawingu ni haya. That is the time where the storm was hitting hard. Ukiangalia wanafunzi wa Yesu waliwacha Yesu pale. And they left Jesus. Na wakumuuliza utakuja na nini? And they did not ask Jesus what means will he use to reach them. Hawakuwa wakijua nguvu za Yesu. They did not acknowledge the power of Jesus Christ. Na hawakuwa wamemjua vizuri. Because they are not truly known and they are not yet truly known him. Wihoke mwanzani nogendo-ini no mumenye wego taligaja ona thina tiga guoya wiguoko-ini gwake tiga kuoyanĩria thamaki wa roho na wa mwĩrĩ ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ. Ngoja nikwambie, usiende ukadanganya watu ati Yesu ni kama ameshindwa na kazi yake. We are out here and proclaiming that Jesus is not able. Haya, wewe ujue ni wewe na anakuona wakati sasa umelemewa. Biblia imetuahidi omba. The Bible tells us we need to ask na utapewa, and it will be given to us. Lakini baba yetu akiwa Mungu, but our Father, if it is God, hatuwezi kumchinja samaki atupe jiwe. We cannot ask a God for fish and he gives us a serpent instead. Lakini nikiwa na different opinion, but if I have a different opinion rather than what God has, hakuna kitu nitapata, then I will acquire nothing from him. Mimi nikienda kwa Mungu sikuwagi na mawazo mbili. Whenever I go to God, I don't have two types of thoughts. Mimi nakuanga ni moja. I only have one type of thoughts. Sababu ni nini nahitaji kwa huyo Mungu ni mkate. What do I need from this God? Mimi nahitaji mkate. I need bread. Na sitoki pale. And I will not step out of that place without getting that bread. Sitoki hapo. Angalia ipa vizuri. Wacha kuwa mtu kigeugau, unapelekwa na upepo huko. Wanafunzi wa Yesu walipelekwa mpaka ikafika wakati wakasema. And the disciples were out there in the sea, wailing and screaming. Wewe fikiria, wewe ni wewe, unastahili kuwa uko, unakaa uko, lazima Mungu ajulikane. Wherever I stay, then God must be known. Kwa sababu unaumwa ni kichwa, changamoto ni hizi, you are battling a lot of problems. Lakini mimi sioni ni wajia pili, mimi naona kama nimeshika ji, but I tend to believe that I am on God's way. Kwa sababu mimi natarajia. Kwa what I am hoping. 17 verse 9. Kwa watu wanikirumi. I want us to read Jeremiah 17:5. Haya. Laana, hii laana. Hata mimi nategemea watu wanifanyie nini? Wanisaidie na nini? Why am I depending on people to help me? Ukiangalia hata nataka tutafuta hiyo mfalme. Sijui ni 2 7. Yule ambaye alikutwa na mama. Yes. So let us read. This is the book of Jeremiah, chapter number 17, verse 5. The Bible tells us, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord.
is like a shrub in the desert, and shall not see any good come. He shall dwell in the parched places of the wilderness, in an inhabited salt land. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when the heat comes, for its leaves remain green, and it is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Angalia, huyo ni mtu yule ambaye Mungu anakuona. Na mwangalia vizuri. Mungu ananiona na ananijua vizuri. God knows me and understands me very well. Yeah. Sasa mimi ninakaa kama hakuna Mungu. We are out here staying as if there is no God. Hata hii ni changamoto, hii ni merikabu. Ukiona inaenda kuanguka, wewe ndio. Kwa Mungu kama wewe unatumainia mwanadamu. If truly you are depending on man, wewe unajua umeisha. Then you need to know that you are already cast. Hata ujiangalie vizuri, hata wewe kwa mawazo unajua in your own thought process, wewe umeisha na unajua umeisha. You are a cast man. Sababu tumaini lako ni kwa mtu. Because my hope and my trust is on a person. Yes, utawachwa pale ukiwa kamuti kamekauka kabisa. You'll be left there like a withered tree. Kwa sababu wewe tumaini lako ni watu. Because my hope is on human beings. Na huyu mtu wako na laana already kwa Mungu. And this person has already been cast. Hapo sasa tuko na maswali usiende. Wewe jitetee, mimi nijitetee. Ikiwa Mungu. Sababu Biblia inatuambia in the book of Job 22 verse 21, atumjue sana Mungu. Ndio uwe na Job 22:21 it says that agree with God and be at peace with him and God will come by to you. Mjue, lazima ujue. Ndio ukienda, wewe kuna mahitaji. Mungu amekwambia lete, usijisumbue, niletee hiyo kitu ambacho kinakusumbua. Do not be anxious about anything, and whatever it is, take it to God. Lakini mimi uko staki. But I don't want to follow that route. Mimi uko mawazo yako, already nimekuwa cast kwa sababu kila jambo. I am cast because I have put my trust on a human being. Hiyo inafanya mtu anaisha na anaisha. Amen. Amen. Kwa sababu mimi sikuashiriwa. Because God has not left me. Mimi sikuashiriwa, nami nilikuwa nachukua. That is Psalm 32:6. Omba Bwana wakati anapopatikana. You need to seek for this God whenever he is found. Na tena mimi nikienda sinahitaji pesa. Mimi najua pesa ni za Mungu. I truly know that these gold and silver belongs to God. Mimi nahitaji hizo za Mungu. I need that money which comes from God. Mimi sitaki ingine ati I don't need any other things. Mimi sitaki hata mawazo yako haiko. I don't need any other things because my mind is not there. Mimi mawazo yako Mungu utanipatia hizi zako. My mind is rooted on God because I know he is the giver and the source. Najua yeye ndio mwenye pesa. I know that he is the owner of all these things. Kwa hivyo hata kama ni jambo kubwa mimi ninataka kufanya, mimi naenda kwa Mungu. It doesn't matter how big that project is, I always go to God. Unajua wewe utaki project. You don't want a project. Kwa sababu hata wewe mwenyewe unaona haiwezekani. Because already in my mind, I've already convicted myself that this is not possible. Kwa sababu wewe mwenyewe hujui pesa ni zake. Because I don't truly understand where this silver and gold comes from. Kwa sababu kama ninajua yeye ndio baba. Because if I will have truly understood that God is my father and is the owner of gold and silver, mimi sitatoka pale. Then I will not separate from that place. Lakini nikiwa nimekufa kiroho, but if I am dead spiritually, mimi sina hizi za Mungu sitaki. I don't want that whatever which comes from God. Mimi tumaini langu inakuwa kwa watu. My hope is on a human being. Mimi sijakubali hata wakati nimeishiwa sana. I have not allowed myself to be at that point even things when they go astray. Kwa sababu Mungu wangu ninamjua vizuri. Because I truly acknowledge my God. Na mimi najua familia yeye ndiye amenipatia. And I know that this family is a blessing from God. Na hiyo haiongezewi kasubari pale. And I can never add anything or take away anything from it. Kwa hiyo nami lazima niwe na msimamo. So I must have a stand.
ndio mimi, yes, hawa watasoma. And I know that this family will be able, will receive education. Yes, hiyo ndio ukweli wa mambo. That is the truth of the matter. Mimi sitaenda kutafuta hao wengine na majina yao. I will not go to seek for help. Hata hutajisikia huko. You will not find me there. Mimi nasikia kuna inapeanwa MCA, MP na gavana. Mimi sijui. I hear about the different bursaries by the different leaders in the country. Mimi hiyo sijui na hata sitaki kujua. Kwa sababu lazima nami niwe na msimamo. Sababu Mungu wako, lazima Mungu wako hata nami leo aidha nitaambiwa nitoe mwili wangu, sikufuate, mimi nitautoa. Ndio mimi nijue I will pay the price for anything that comes about salvation. Ndio mimi nami nisimame. Kwa sababu sitaweza kusimama, so that I may be able to stand. Kwa sababu nitawaelekeza hatu kwingine niwaambie ni huko. Hapana, I will not do that. Yule mama sijui alikuwa 2 Kings sijui chapter 7 what? Niangalie 6:26. Yes, mahali ya 6:26. Yes, ni hapo 6:26. Yes. I want us to read from the book of 2 Kings, chapter number 6, verses 26. Yes. And I will read as the Bible is written. And now as the king of Israel was passing by on the wall, a woman cried out to him, saying, Help, my lord, O king. And he said, If the Lord will not help you, how shall I help you? From the threshing floor, or from the winepress? Amen. Angalia vizuri. Look at it very well. Huyu ni mfalme. This is a king. Mimi alijenda wamama wakamuona, tusaidie, kwa sababu mambo ni magumu. Yeye akawajibu, Mungu asipokusaidia wewe, if God does not help you, mimi sina kitu, then I cannot offer any assistance to you. Wewe fikiria, wewe unaenda kule ukitaka usaidizi, unawaja Mungu pale, ndio unafikiria kuna ingine. Nakwambia, angalia Biblia hainijui mimi. The Bible does not know me. Biblia hiyo ni sheria peke yake. That is a commandment. Ufanye vile unaambiwa ni Biblia. I do whatever the Bible commands me to do. Hawa wakakosa, waliaibika, hawakuaibika. But they embarrassed. No. Kwa sababu walitafuta njia zote ili wakaone yule. Because they look for every means to go and see the king. Lakini Yesu wangu ananiambia, but Jesus is here telling us, omba utapewa. I need to ask and it will be given to me. Hata nataka nawe sijui tujiunge pamoja na wewe. Nataka watu melitaya kwa sababu najua tegemeo kuwa mshahara. Siku hizo waniangaliagi vizuri. Mmoja aliniambia unatupasua sana. Hata na wewe tunangojea ulitaya. Kulitaya sikuwa tired. Tumekuwa tired. Ndio miguu. Ndio naona mtu akilitaya. Leta mkojo. Wacha kwenda pole. Nani anakuambia hivyo? Sahi. Beleni ulikuwa huhubiri Yesu kwa sababu hukuwa na nafasi. Sahi. Masaa ni yako. Pigia Yesu makofi. Clap for Jesus. Masaa uko nayo saa yote. Lakini saa hii bado pengine uliingia ukawekwa bingu. Badala iwe director kama mimi. Si nipigie makofi. Clap for me. Wewe pigia director makofi. Na wenzako naona wanapigia chini, wacheni kupigia chini. Naona wanapigia kursi. Praise the name of the Lord. Unajua wakati umeretire wasakuwa tired. Retiring does not mean that you are tired. Umefunguliwa mlango ingi. You've been given another opportunity. Lakini wewe hujui. Tegemea Mungu. Ukiwa unategemea Mungu hata saa hii
tutakutana tayari, tutatengeneza. Nataka tukutane tayari. Ni tayari au ni tayari? Tayari. Nataka wale ambao si tayari. Tuje tuombe Mungu, tuambie Mungu tutasaidia. Na wewe ndio utatusaidia na hii pesa yako wewe. Naona watu wengine anafungua kidogo, si tuitishe kesho. Tumkwe bila. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Ukweli, angalia vizuri. The truth of the matter. Ukiwa na neno wewe, unatutegemea Mungu. You do have the word of God with you. Yeye ndio anatutengenezea njia zako. Jesus is the one who prepares that way for you. Lakini ukiwa mtegemei, unayuchwa ni kama mawimbi. Mwanzo ni wapi? Ukisikia hii pesa ya nyota, sahi hata president nikikaribia president, nataka pesa ya nyota. Hata wewe. Timina zaidi ya huyu 40. Sababu hata miaka ya nyota imeisha. Au mwambie niko na kajia kidogo, ukitaka kuona nyota. Niko na kajia. Nitaalizi wote tuende tupake pale, unajua haendi vizuri. Hii watu. Kuna vijana hawa hawatafanya kazi. Lakini sasa mimi siwezi kukusukuma huko. Mimi nataka tuombe na wewe. Ndio tutoke hiyo ile nishi mbaya. Sisi tunaomba pesa za Mungu. Ndio hatuhitaji nao vijana waende huko. Hiyo ni sawa. Huko mimi sina shida. Lakini kama sio hivyo, hapana. Mimi ninajua hii neno. Omba wewe ukijua kile kitu unahitaji ni cha Mungu. Everything that I need belongs to God. Ingine wasana naye kwa sababu hata account zangu ni taya account ni mbaya. Hata banki ikiangalia account yako inaona inaota do. Kuna ile kitu kadogo unasukumiwa. Sasa unajua unapanga pale. Unajaribu kupanga ile kitu unapewa, unajua ulikuwa huko mbele. Mgai tutatoboa. Nani alikwambia utoboi? Wewe ambao uko na msimamo. Wewe ndio wale wanajuana. Sasa ile ni tatizo. Ati wale wanajuana na huyo boss. Si hata ndio watakuwa wakienda na magari makubwa. Wale wanajua. Sababu saa hiyo huwezi kuomba. Utaomba uanze wapi? Na already umezoea kiguna njia. Tende. Ketulike huko. Tashere ngore kura. Lakini unatakaje watu? Wale wanajuana, kwani wanajuana na kai wenyu na jege. Mambo mengine ngoja ni gumu. Kwa sababu unajua wewe ulikuwa ukiomba, uko na mahali unategemea. Otoa. Wewe kuwa na msimamo, Mungu utanipa hii. Wewe kuwa na msimamo, Mungu utanipatia hii. Angalia vizuri, watu wengine marafiki zako unaombea jambo na linatimia. Kwani hii gani ni ingine ambayo inakusumbua. What is that thing which is too difficult? Hakuna. Wewe utakuwa na msimamo. Ati Mungu ninakuja kwako. And I'm coming to you, Lord. Na sitoke hapa usiponibali. I will not step out of here without receiving your blessings. Lakini kwa mawazo yako ni huko, ni nani, ni nini, nakwambia utaumia na wokovu utaweza. Utaona na wokovu kama unakuvinyilia. Wewe unafikiri wangapi sasa hivi wamefikiriwa ni wokovu? Unaatana na neno la Bwana, hilo unatupa. Unasema roragia. Yengine tupa. Wewe unaicha tukikuangalia tu. Wewe unaona kama hatuelewi. Unaicha tukikuangalia tunakuona tu. Lakini hujui tutakuona. Kwa sababu ile neno ulikuwa nayo lilikuliwa na ukaisha.
msimamo. Kwa hivyo unafikiria badala ya Mungu akubariki, kwa sababu Mungu alikuja nikiwa tegemeo langu ni Mungu. Mungu lazima alibariki. Na sitoki pale bila hiyo kitu ninaopea. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Sitaki kuendelea. Simama na msimamo moja. Kama ni Mungu, simama. Tenda ya Mungu. Kama ni Ibilisi, songa naye. It is Satan, then dwell in Satan. Lakini Mungu utampitishia hiyo njia mbili. But you will not follow two paths. Atakumaliza ukiwa unajiona tu. Unaisha ukijiona tu. Ni udhokide. Wako wewe ndio maharibu. Unasema kumedhoka. Wapi? Ni nini imeharibika? Mungu yule anaitwa Yehova habadiliki. Na ndio maana sisi hatujamalizwa. Kama angekuwa hapana. Hapana shesa na Mungu na mawazo yako. Asijaribu. Mungu hapana kamali. Ukiangalia watu wa kamali, wengi wameisha. Wanajaribu kubahatisha. Wekelea wapi? Simama na Mungu, kwa sababu Mungu ni mmoja, akusaidie na uweze akuinue utoke mahali umefinyilia. Thank you. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya wema wako na utukufu wako. Ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Kweli neno lako lina haki na lina kweli, lakini uelewani na wale watu wako na mawazo mawili. Wale wakujui vizuri wanakuwa na mawazo mawili, lakini wale wanajuana na wewe umetuahidi wanatenda mambo makuu. Kuna wale waliokuwa mbele zetu waliendelea wakafika wakateswa, wengine wakaekwa kwa moto, wengine wakatiwa katika shimo la ziba, lakini hawakuepusha kwao. Hawakutaka tuwaondolewa sisi wasingizwe kwa moto. Walikuwa na msimamo ili wasimtumikie Ibilisi. Walio tunamtumikia Ibilisi tukidhania bado tuko kwake. Tumtumikia Ibilisi tukijua kweli atakuna kitu tutapata. Mambo yote mazuri yatoka kwako, mambo mema yote yatoka kwako, lakini tuwezeshe kuwa atumaini letu ni wewe. Wewe ndio sisi wenye sisi. Kwa hivyo wewe ndio baba yetu, na wewe ukiwa baba unatuahidi vizuri. Hakuna mtoto atakayeitisha mkate apewe jiwe. Hata wa leo inasimama hivi. Mimi nikiwa mzazi wa watoto wa ulimwengu huu, mimi nikiitishwa mkate natoa mkate. Na wewe nikiitisha, nami ninatumaini imani na ule Mungu ambaye nimesadiki na nimekubaliana ati siwezi kuitisha jambo lolote huyo Mungu wangu akose kunipea, kwa sababu mwanzo ni moja, ni wewe, na wewe ndio baba. Kwa hivyo sihangaiki kimawazo, sihangaiki, na wewe tusaidie ili tusiwe watu ambaye wanahangaika kimawazo, watu ambaye hawana msimamo, watu ambaye hawajui Mungu wao, kwa sababu wale wanajuana na Mungu wao. Unatuambia wao wenyewe wanatenda makuu na makuu, na ndio maana Biblia ikaandikwa, kitabu cha Daniel, hizo vitabu zingine, ndio sisi zote tuwe na tumaini na Mungu mmoja. Otherwise huko kwingine tumejaribu mambo mengi, tumeanguka, tumeangushwa, tumepata hasara, tumeumia kwa sababu ya roho zetu. Tuache zinakimbizwa kila wakati na Ibilisi. Ile kitu ambaye sina, mimi kuna wazo ingine mahali nitapata. Na Mungu wetu, Mungu wangu, hakuna kitu ambaye amekosa. Hakuna kitu na hajakosa. Sababu hata kuishi vile niko uhai, vile tuko uhai, tunaishi kwa sababu yake. Lakini tukigeuza mawazo, tunajua kama ni sisi tunajitabikia ati ndio tuishi. Hakuna mtu anaishi kwa sababu ya mapenzi yake. Mtu anaishi kwako. Nawe Mungu, tukiangalia 139 Psalms, na tunajua kuamuka kwetu, kuketi kwetu, kutembea kwetu, unatujua vizuri. Ndio maana atadikiwa hoi